Tukiendelea na taarifa zaidi, ufichuzi unaendelea kuonyesha ukatili ambao hufanyika kwenye korokoro za polisi hapa nchini. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, ambaye alihudumu serikali kutoka ngazi ya chini kama mkuu wa wilaya chini ya katiba ya zamani na kupanda cheo hadi kuwa mratibu katika eneo la Bonde la Ufa, alikiri jinsi wakati mmoja serikali ilikuwa imepanga kumtendea ukatili mbunge Yohana Ng'eno aliyekuwa akipinga sera za serikali. Taarifa ya askari James Mukhwana kuhusu matukio kabla ya kifo cha mwanablogu Albert Ojwang hapo jana pia inaoana na ile ya Natembeya kuhusu ukatili ambao washukiwa hupambana nao wakiwa korokoroni. Clement Masombo anaarifu zaidi. Kwa miaka sasa kumekuwa tu na madai ya ukatili na unyama ambao washukiwa hukumbana nao wakiwa kwenye korokoro za polisi, huku wengi wakikosa kueleza hali halisi ya ukatili huo. Ila baada ya matamshi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, ambaye pia alihudumu kama mratibu wa eneo la Bonde la Ufa, amepasua mbarika na kueleza jinsi serikali hutumia maafisa wa polisi na mahabusu kutekeleza ukatili dhidi ya washukiwa wanaoaminiwa kupinga serikali. Siku ya Jumapili alipohudhuria ibada mjini Kitale, Natembeya alieleza jinsi wakati mmoja alivyomnusuru mbunge wa Emurua Dikir Yohana Ng'eno kutoka mikononi mwa maafisa waliokuwa na njama ya kumtendea unyama. Wakati huo, Ng'eno alikuwa mpinzani mkali wa mpango wa serikali wa kuwaondoa watu kutoka msitu wa Mau. So, kufikia saa 1 jioni na nusu giza, mimi naambiwa na askari mmoja hapa ati kwamba kuna watu wameletwa usiku wanataka kufungwa pamoja na huyu mheshimiwa na wamfanyia mambo mabaya sana. They were going to sodomize him. Wameleta jamaa ati anafika pale anaambia mheshimiwa ati mbona ananuka kama mwanamke. Matamshi ya gavana Natembeya yanaendana na yaliyomkumba mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang aliyepatana na mauti yake katika seli ya kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Pia taarifa ya afisa wa polisi wa kituo hicho James Mukhwana akikiri jinsi ukatili dhidi ya Ojwang ulipangwa ni thibitisho kuwa korokoro za polisi zimegeuzwa na kuwa mahali pa mateso na dhulma kwa washukiwa. Mimi nimekuwa kwa serikali na mara nyingi watu wanataka kukupunish but they've got no evidence. So what they do, watakuwa kule korokoroni alafu wakuitia watu. Wanasema they are fellow suspects. They bring you wale watu ambao wanaitwa hardcore criminals. Alafu mnafungiwa pale ndani the whole night. I'm not saying that's what happened to Ojwang. He took him to the cells, and the persons who are in the cells had been given instructions through him, James Mukhwana, after he was commanded by his senior, that huyo akifika ashughulikiwe. Inasemekana kuwa alifika kituoni humo akiwa hai, ila muda wa kutoka ulipofika alikuwa maiti. Kutokana na taarifa ya Mukhwana anayeendelea kufanyia uchunguzi na mamlaka huru ya kuchunguza mienendo ya polisi IPOA, familia na Wakenya sasa wanaamini kuwa aliuawa mikononi mwa polisi. One Albert was beaten thoroughly while in the cells, and upon him realizing that he will be killed from the way he was being beaten, he moved in, stopped the assault, which was very grievous, and he took one Albert to another cell. Zaidi ya saa 48 tangu Mukhwana alipotoa taarifa yake pamoja na matamshi ya gavana Natembeya ya siku ya Jumapili, idara ya polisi haijajitokeza kukana wala kudhibitisha madai ya wawili hao. Clement Masombo, KTN. Mtazamaji, kabla ya kwenda kwenye pumziko hapa napokea